Watu wangu wa Matumbi, umewahi kusikia kitu watu wakisema kikulacho kinguoni mwako? Matatizo ambayo tunapitia ama watu wanaopitia katika nchi ya Matumbi ama sehemu za Kwale, Wavumbo, nasema aswa Matumbi, matatizo makubwa ambayo mnapitia nyinyi ni uchawi ama ushirikina. Nimekuwa mbande, nimefanya crusade. Mungu ametenda mambo makubwa pale. Mungu amefungua watu, wagonjwa wamepona, wale ambao walikuwa wanapitia shida ambazo zinahusu mambo ya kurogwa, uchawi, wamepata uponyaji na Mungu amewatendea makubwa sana. Nimekuwa Lusangani, watu wa Lusangani, nadhani mnanifahamu. Watu wa Lusangani waliona Mungu kwa njia kubwa sana. Na nashukuru Mungu kwa sababu Mungu anajitukuza kwa mambo makubwa sana. Tatizo kubwa ambalo watu wa Matumbi ama Mbande ama Lusangani wanapitia ni kitu kinaitwa uchawi. Na uchawi umekithiri sana katika lile eneo. Na katika hali za kufanya crusade kule na kueneza injili katika yale maeneo, pingamizi kubwa ambayo nimepata kule, maana kueneza injili ni kitu ambacho ni kitu bure, kwa sababu kitu chochote ambacho ni kizuri, ambacho kinaleta mafanikio na benefit kwa jamii, sio kitu ambacho kinafaa kupingwa. Lakini katika hali za kufanya crusade na kueneza injili sehemu za Matumbi, Mbande, Lusangani, nilikuwa nimeweka crusade wapi hapa, kunaitwa Ngeni. Aliyenipinga kufanya crusade pale mnamjua, na yule ambaye alikuwa amekuja kunipinga Mbande ni yule mmoja, na yule ambaye alikuja kunipinga Matumbi ni yule mmoja. Sasa kiongozi, wewe ambaye nahitajika wewe ulete benefit na mafanikio kwa watu, wewe ndio unapinga. Sasa wewe unataka watu wabaki kwa uchawi, wewe unataka watu wabaki wamerogwa. Tayari tumepoteza vijana Matumbi, watu ambao wangekuwa manufaa sana. Mwingine alikuwa ni kijana, alikuwa na biashara yake. Tayari kukatika tu kidogo, tuna pikipiki kidole, imekuwa sasa ndio sababu yake ya kukufa. Na sasa kama wewe kiongozi, wewe utakuwa unafunga mafanikio ya watu, wewe kiongozi, wewe utakuwa wewe unalinda wachawi, wewe ndio utakuwa ndio sasa wewe umewekwa pale kuhifadhi maslahi yao. Nataka nikueleze kitu kimoja. Wewe kiongozi ambaye uko hapo, wewe unayefanya bidii sana kunipinga, nataka nikuambia huwezi pinga mafanikio. Huwezi nipinga mimi, huwezi nipinga. Maana wenzako walijaribu kunizuilia wakashindwa. Wale ambao walikuwa wamekomaa zaidi wakashindwa. Sasa wewe ndio unaona utafanikiwa. Hiyo kiti yako mwaka huu Mwenyezi Mungu ainue mtu ambaye ana hofu ya Mungu, ambaye ataongoza watu wa Matumbi, ambao atawapeleka watu wa Matumbi kwa njia sawa, sio kuwalaghai na kukula hongo. Mungu ainue mtu ambaye atakuwa ni wa baraka kwa wananchi wa Matumbi, ambaye atakuwa kipaumbele kuhakikisha wamefanikiwa kwa kila jambo. Wewe endelea kunipinga, tujui unapinga nini. Unaweza kunipiga mimi vita, lakini unapigana na Mungu. Mimi sina shida na wewe. Wewe endelea kufunga njia, funga sana. Kama ni funga sana. Lakini jua kuna Mungu. Huwezi shindana na Mungu, my brother. Wewe ni kitu kidogo sana ikija kwa mikono ya Mungu. Utanipinga mimi kwa sababu ya chuki zako. Mimi kazi yangu ni kupiga vita wachawi, na sipendi wachawi. Na wachawi lazima waondoke Matumbi. Wachawi lazima waache ile kazi ambayo wanayoifanya, kuhangaisha maisha ya watu, nyota za watu kuchukuliwa, maisha ya vijana kufanywa. Sasa vijana wamekuwa ni kama vagabonds. Vijana wanatafuta kazi hawapati, ni kwa sababu kuna kidampa cha mtu analinda maslahi ya wachawi. Nataka nikueleze kitu kimoja, my brother. Wewe endelea kupinga. Pinga na upinge sana, lakini unajipinga mwenyewe. Wakati na muda unafika ambapo maana tayari Mungu ametumana jeshi lake
ametumana jeshi lake sehemu ya Matumbi, sehemu ya Mbande, sehemu ya Lusangani. Na nataka niwaambie watu wa Lusangani ya kwamba mutafanikiwa. Kama ni kufanikiwa, mtafanikiwa. Watu wa Mbande nataka niwaambie, kama ni kufanikiwa, mtafanikiwa. Maisha ya kwamba ni uchawi utatawala Mbande na Matumbi na Lusangani, hizi nchi ngeni, uchawi ushike watu wa watu wanakufa kiolelaolela, watu wanakufa kwa njia ambayo haieleweki. Nataka niwaeleze ya kwamba kuna Mungu, na huyu Mungu tunayemwabudu, Mungu wa Ibrahim, wa Isaka na wa Yakobo, huyu Mungu anaiweza hii kazi. Na nataka niwafahamisha kwamba mwisho wa uchawi, wale wachawi ambao wamekuwa wakifanya uchawi huko, nataka niwapatie huu mwezi, mujipange muweze kuhama. Huu mwezi nataka mujipange, jipangeni, mujikusanye, muhame Matumbi, muhame Mbande, Lusangani, Ngeni mtahama, Vitsakaviri mtahama, mtahama, lazima mtahama. Nawapatia huu mwezi muweze kuhama. Hii ni grace period nawapatia, muondoke. Nataka niweke wazi kwa sababu yuko Mungu mbinguni, masikio ya watu wengi yatawasha na kuna kitu cha ajabu kitafanyika. Nyinyi wenyewe, kile kikosi ambacho kinapanga kuzika raia, kuzika watu, kuzuilia mafanikio ya watu, mutazikana wenyewe. Makaburi mumewachimbia wananchi wa Matumbi, Mbande, Lusangani. Nataka niwaambie ya kwamba kile mumekitenda mukakifanya kwa siri, yale matambiko mumefanya, ile mitego mumeweka, hiyo ni bure, hiyo ni bure. Mutazikana wenyewe, mutazikana mmoja mmoja, yani kutakuwa na kilio. Huu mwaka ni mwaka wa mauti kwa wachawi. Huu mwaka ni mwaka wa mauti kwa wachawi na waganga, wale ambao kazi yao ni kuwadaa watu. Yani mtu akiumwa na kichwa, tayari ameshika kakuku, amekaweka kwa kwapa, anakimbia naye kwa mganga. Yani wewe unaona mganga ndio mwisho wa mawazo. Wewe unaona mganga ndio, yani kuna wahubiri wengine pia hao wameingia kwa mambo ya uganga na uchawi. Na ni wahubiri, na hiki ndio kitu ambacho kimeharibu maisha ya watu, kimeharibu maisha ya watu. Na mimi nataka niwaambie kitu kimoja, kwa sababu mimi niko tayari. Wale wachawi wa Matumbi mnanifahamu, mimi I am always ready. Na tulikuwa Vigurungani tukakamata wachawi. Hebu angalia hizo video kwa YouTube. Enda kwa YouTube, andika hapo, utaona video za Vigurungani, wachawi wakikamatwa live on video. Tunakamata, tunawapiga na chini wachawi. Wachana na maisha ya raia, waishi vizuri. Wamama waishi vizuri. Sio ati mtu akikuwa mjamzito, unakuwa ndio sababu yako wewe sasa ya kuhakikisha umemzuilia kuzaa. Nataka nikuambie kitu kimoja, my brother, na wale ambao wananizuilia, how can you? Wewe uko na akili, unaweza kunizuilia mimi kweli? Uko na roho? Wewe uko na roho ya kunizuilia mimi? Are you sure? Are you sure of what you are doing? Nataka nikuambie, chukua tungure, nenda ukazikwe kaburini siku 7, nenda ukatengenezwe na mchawi, nenda ukatoe makafara zako. Toa kafara za ng'ombe, kafara za wanadamu, kwa ajili yangu unafanya kazi bure. Ninakuja Matumbi, ninakuja Lusangani, ninakuja Mbande. Lazima waachilie maisha yako, lazima waachilie watoto wako, lazima waachilie mashamba yako na mapato yako. Lazima watoto wako wafanikiwe kwa lolote wanalolitenda. Riziki ambayo imetoka kwa Mwenyezi Mungu lazima iwashukie. Sio eti kwamba watazuiliwa kabla ya wakati wao, na hakuna mtu ama kijana atakufa kabla ya wakati wake. Hiyo nimekataa. Na anga ya Matumbi limefunga, hakuna mchawi kuruka na juu. Lusangani hakuna mchawi kuruka na juu. Mbande hakuna mchawi kuruka na juu. Mutatembea kwa miguu kama vile raia wa kawaida. Hiyo transport system ya kwenda na juu, kwenda na uteo, hiyo ni bure, hiyo imeisha, hakuna tena. Nimekataa, mimi ndio nimekataa. Wachana na Mungu, mimi ndio nimekataa. Kuna mambo ambayo mnapeana Mungu, ambayo sasa ameweka wasimamizi wake katika nchi, wahakikishe maisha ya raia na wanadamu yaweze kufanikiwa. Mungu Mwenyezi hawezi kushindwa. Na nataka niwaambie tena, nyinyi wachawi,
nyinyi wachawi wa Matumbi. Najua ni kikosi, maana wachawi wa Matumbi wameungana. Wanaweza kuwa na tofauti zao za kimaisha, lakini kwa mambo ya uchawi hawa wako pamoja. Yani hii timu imejipanga, wako paka na security yao. Yani chochote kikifanyika, kunaye yule ambaye atakuja kuwatetea, yuko. Hawa wachawi wamekithiri na wamedumu na wamekomaa Matumbi, wamekomaa Mbande, walijaribu wamefanya bidii sana kunimaliza, wameenda mbio kuniua. Ni bure, unafanya kazi bure. Hiyo ni system. Jaribu alafu utanipatia matokeo baadaye. Kuna Mungu mbinguni ambaye anaweza kulinda watu wake, na watu wa Matumbi hawatanyanyaswa tena na uchawi. Watu wa Lusangani hawatanyanyaswa tena na uchawi. Watu wa Mbande, watu wa Sakaviri, watu wa mtaa huko, twende mpaka Mwalukombe huko. Hiyo timu yote ambayo ni ya wachawi ambao wanafanya sarakasi zao sehemu za huko, nataka mjipange. Nimewapatia huu mwezi. Paki vitu vyako, weka kwa bag, paki mattress yako, weka kila kitu vizuri, hama, tafuta mahali kwingine pa kuishi, maana maisha yanakwenda kuwa magumu sana kwenu. Yes, maana mambo yanakwenda kuwa magumu sana kwenu. Munakwenda kupigwa na majipu mapacha, munakwenda kupigwa na laana zisizo na kikomo, munakwenda kupigwa na shida na mikosi na skandal ambazo hazina mwanzo wala mwisho. Naongea kuhusu hichi kikosi, maana wachawi huwa wamejipanga, huwa wana kikosi. Mtu harogi peke yake, mtu huwa anaroga na wenzake, huwa ako na wenzake. That's why it is called a witchcraft coven. Hiki ni kikosi cha wachawi, huwa kimejipanga. Kuna wale ambao wako katika idara ya finances ambao wanahakikisha kukitokea shida kuna pesa inatolewa kwa ajili ya kuwatetea wenzao. Kuna wale wako katika idara ya kuwatetea mtu akanaposhikwa na hili jambo ama anaposhukiwa, wako wale watetezi wao. Nataka niwaambie kitu kimoja, mmetetewa sana na wanadamu, mumeteteana wenyewe kwa wenyewe muda mrefu, maana ni siri kubwa. Uchawi ni siri, ndio maana inaitwa secret society. Wamenizunguka kwa kila njia, munipige vita, nisifanye crusade Matumbi, nisifanye crusade Mngeeni. Mungu wa majeshi aketie juu ya makerubi ndiye anayenilinda, ndiye anayenilinda. Mimi sijawekwa hapa duniani na wewe ama na pesa yako. No. Walijaribu kufunga mafanikio, walijaribu sana, lakini ni bure. Kwani hamjaona mpaka leo hii ya kwamba mnapojaribu kuzuilia, ndivyo ninavyozidi kwenda juu, ndivyo ninavyozidi kufanikiwa. Yani mimi nafanikiwa mahali ambapo kuna pingamizi, mahali kuna vita vikali. Hapo ndipo Mungu sasa anataka kujitukuza. Ni mwezi wa kuondoka, kwa hivyo huu mwezi muondoke. Siku 7 kuanzia hii message nimeitoa sahihi, mwanze kuondoka. Siku 7 zikiisha, Bwana wa majeshi, ninakuomba ukashushe malaika wako, malaika Mikaeli, akawashukie wale wachawi. Nataka nikuelezee, huwezi shinda Mungu wewe na tunguri zako, wewe na kamati yako ya wachawi, hiyo kikosi ya wachawi, nyinyi wazee wachawi nyinyi, na nyinyi wa mama wachawi. Nataka niwaambie kitu kimoja, I am coming for you. Na kuna moto unashuka hivi ninavyoongea. Nimetuma moto Matumbi, nimetuma moto Mbande, nimetuma moto Lushangani, Vigurungani, Mwalukombe, mtaa. Uchawi lazima waachilie watoto wasome, lazima waachilie wamama waendelee kimaisha. Hali ngumu za kimaisha zimewapata watu wa Duruma, ni kwa sababu ya mambo yanayohusika na ushirikina na uchawi. There is God in heaven. The Lord Almighty bless you. Mungu akubariki, Mungu akutie nguvu. Wewe unayenitazama, Mungu afungue njia zako za mafanikio. You are blessed in Jesus mighty name. God bless you so much. Nawapenda nyote, nawapenda sana. Hallelujah. Glory. God bless you.